Mamangu anakaribia kurudi na akijua nilitoka nyumbani na gari ataniua, na tamwambia mamako hawa ni marafiki wawili Jennifer na Tochi, na hapa umetoka kwenye party sehemu mara wakapata ajali. Anashtuka, mambo, jina langu ni Jennifer Batili, lakini marafiki zangu pendelea kuniita JB, alafu mimi ni vampire na watania. Hapa nilipo nimebakiza miaka 5 ya kuishi, kwa hiyo siku zangu zinahesabika. Najua unashangaa kuniona na mtungi wa oxygen. Mimi ni mgonjwa wa mapafu ya kupandikizwa yaliyofeli kufanya kazi. Yote yalianza mwaka jana tulipojikuta tumeingia kwenye ajali mbaya sana rafiki yangu, ambayo ndio ilipelekea kuharibu mapafu yangu. Mama yangu ameuza vitu vyake vya thamani na kutumia akiba yake yote ya pesa kwenda Ulaya kununulia mapafu mapya. Ila baada ya mwezi mmoja kupita upandikizaji, mwili wangu ulikataa mapafu mapya. Mida Jennifer anaonekana akipata kifungua kinywa. Mama akamletea maziwa. Basi wote walikuwa nakula pale. Jennifer akatoa dawa zake na kumwomba mama yake maji na kuzimeza zile dawa. Najua mnaumia lakini msinionee huruma. Sio kila mtu anaweza kukidanganya kifo. Basi Jennifer akafika shuleni. Anatembea na mtungi wake wa oksijeni na anauvuruta nyuma. Wanafunzi wenzake wanamshangaa. Kwa nini kila mtu ananiangalia? Sawa nimeelewa. Kwa sababu ya mtungi wa oksijeni. Au inaweza kuwa ni kipindi nilichozidiwa baada ya kupandikiziwa mapafu mapya na yakafeli kufanya kazi. Wanafunzi wenzake wanampepea na nini. Kiukweli ni ngumu sana kuwa shuleni. Wakiwa darasani, Jennifer, nimefurahi kukuona tena shuleni. Mara kuna mchizi anaingia anaitwa Oscar, akakaa mbele yake. Jennifer akampa hai, Oscar akageuka. Nahisi wewe ni mgeni. Naitwa Jennifer. Marafiki zangu wanapenda kuniita JB. Mwalimu akawapanga wawili kwa ajili ya project maabara. Jennifer akapangwa na Oscar. Maabara Tochi na wenzake wanaingia, Jennifer akawapa hai, wakamkaushia. Kisha mwalimu akaingia, kila mtu ashike vifaa. Umemwona Oscar? Oscar haji, huwa analuka masomo. Nini? Ndio, anavunja sheria za shule. Baba yake ni tajiri. Mwalimu, unaweza kunipa mtu mwingine? Jennifer, kila mtu ana mtu wake. Wewe fanya, ukitaka kuongezewa muda nitakuongezea. Baada ya kurudi nyumbani, mama anamuuliza unajisikiaje? Najisikia vizuri. Akampa dawa akazimeza. Mama, kuna huyu kijana aliyepangiwa awe patina wangu shuleni, lakini anakuwa analuka masomo. Mama anasema mbona anavunja sheria za shule? Wamesema eti kisa babake ni tajiri. Siku inayofuata Jennifer anakuja lesi na mtungi wake wa oxygen. Oscar, Oscar, Jennifer, shida nini? Mbona huji kwenye practical maabara? Hii ndio sababu unapiga kelele. Angalia, sitaki uniachie mzigo wote. Au umenipenda? Ishi hapo hapo. Siwezi nikakupenda na ukiendelea kuruka masomo nitaenda kukulipoti. Kisha akasepa. Leo mwalimu anaingia maabara na kusema Mr. James hapa ametoka kwenye kampuni kubwa ya kifamasia Afrika Magharibi, na amesema watawachagua wanafunzi wawili wenye matokeo mazuri kwenye projekti zao maabara kutembelea kampuni yao. Natumai kupata matokeo mazuri kwenye projekti zenu. Muwe na mchana mwema. Oscar akiwa anacheza game nyumbani, mara Jennifer anazama mpaka ndani. Unafanya nini hapa nyumbani? Najua ujali kuhusu shule, lakini kuna mashindano ya project yamekuja na mimi siwezi kufanya bila partner wangu. Najua una shida na pesa, lakini nakuomba tufanye kwa ajili yangu. Mchizi akamtimua. Wakiwa maabara, mara Oscar akaingia. Umekuja? Ndio. Kitu gani kilichobadilisha mawazo yako? Au hautaki? Unafanya nini? Najaribu kupata reaction. Unakosea, sio hivyo. Akamwaga kisha akaweka chemical nyingine. Unatakiwa utumie hii. Akachanganya na chemical nyingine. Unaona? Jennifer anatoa macho tu. Oscar akacheka. Baada ya kutoka maabara, wakawa wanatembea wakipiga stories hapa na pale. Dereva wangu amefika, nahitaji kuondoka. Sawa. Wewe unaendaje nyumbani? Mamangu anakuja kunichukua. Mara mama anapiga simu. Gari yangu imeniharibikia njiani. Oscar kusikia hivyo akasema nitakupeleka. Akamshika mkono na kuelekea kwenye gari. Wakaja mpaka nyumbani. Nikuletee kinywaji gani? Chai, maji au juice? Kweli hatuna juice. Kwa hiyo nikuletee chai. Najua upendi chai. Mbona upo tofauti? Mimi sipo tofauti. Niambie kwa nini? Sitaki kumleta mtu nyumbani mama akiwa hayupo. Akamsogelea. Mara mama akaingia. Wewe ni nani? Ni rafiki yangu kanileta. Asante kwa kumleta. Akafungua mlango. Oscar akasepa. Siku inayofuata wakiwa maabara, Jennifer anasema moyoni, nimetokea kumpenda Oscar. Mapafu yangu yanafeli lakini sio macho yangu. Ni kweli anavutia, na kitu kibaya ni kwamba anajijua anavutia. Huwa ananifanya nicheke, muda mwingine nacheka mpaka nashindwa kuwema. Ila mimi sijali kwa sababu nimejikuta nampenda. Leo tena muda wa kuondoka kwenda nyumbani wanaonekana pamoja. Oscar akampakia kwenye gari lake na kumpeleka nyumbani. Siku inayofuata Jennifer mtungi wake wa oksijeni ukamgomea. Akawa anahangaika nao pale. Oscar akaja akaurekebisha kisha akaondoka naye. Tochi anamuuliza Princess, Oscar ni ex wako? Ndio. Jennifer akawasikia. Kwa nini mlitengana? Ni story ndefu ila ni lazima turudiane. Mara Oscar akafika. Jennifer akaanza kumuuliza maswali kuhusu Princess. Princess akaja, mambo Oscar, unataka nini? Nataka tuongea na mshikashika. Haya baadaye. Pozi likakatika kati yake na Jennifer. Baada ya kutoka ikiwa anapita, Princess akamuita. Oscar akasimama. Niambie unataka tuongee kuhusu nini? Kilichotokea baina yetu hiyo ni zamani. Nimekumisi. Akamshika. Princess, nini? Au unaogopa kasichana kako katakuona? Msichana gani? Sisi ni marafiki, sio hata tape yangu. Kumbe muda huo Jennifer anawasikiliza. Akasipa zake. Siku inayofuata darasani, Oscar akafika akaanza kumsemesha Jennifer. Jennifer kakauka tu. Akamfuata rafiki yake Tochi. Mambo Tochi? Tochi naye hataki urafiki. Wewe na Tochi hamwezi kuwa marafiki. Kwanza umeshaanza kufa. Akampush. Kwa nini umempushi? Oscar akatokea hivi, nyenye ni vichaa. Hamuoni anaumwa? Mwambie akae mbali na sisi. Jennifer akatoka darasani. Jennifer, subiri. Nataka uniache. Kwani nimefanya kitu kibaya? Najua mimi sio type yako. Nini? Nafikiria tunatakiwa tuache kuwa marafiki.
hiki, kisha akaondoka. Oscar akabaki kasimama anashangaa. Maabara Oscar akamsogelea Jennifer na kumwomba msamaha. Unataka msamaha wa nini? Kwa kila kitu, wewe ni mrembo. Akaanza kutabasamu. Mwalimu akaja na kusema tumepata washindi watatu kwenye mashindano. Wa kwanza ni Princess na Tochi, wa pili ni David na Mel, watatu ni Oscar na Jennifer. Wakafurahi wakakumbatiana pale. Leo akatoana out. Nipe story ilikuwaje mpaka ukapata huu ugonjwa? Ni story fupi tu. Siku moja mimi na Tochi tulienda kwenye party. Kipindi tunarudi tukapata ajali ya gari. Wakajaribu kunibadilishia mapafu lakini baada ya mwezi mmoja yakagoma kufanya kazi. Ndio maana unaniona sasa hivi natembea na mtungi wa oxygen. Usiku Oscar akamleta Jennifer nyumbani. Ile wanaagana, Jennifer anasema moyoni huu ndio wakati tulikuwa tunausubiri. Mchizi akamwaga kawaida usiku mwema. Usiku mwema tu. Kwa hiyo ndio anaenda hivyo. Oscar akarudi na kumpiga bonge moja la busu. Kisha akasepa. Jennifer ni kutabasamu tu. Leo kuna mashindano ya mpira. Jennifer ni kumpigia ukunga Oscar, unafanya vizuri, mpaka akaanza kujishtukia. Oscar anacheka tu. Akatenga mpira apige penalty. Alivyopiga akafunga. Jennifer ni kelele mpaka akapaliwa. Oscar akamfuata, upo sawa? Akamletea maji akayanywa. Upo vizuri? Ndio. Kutabasamu wa kuishi. Leo akiwa maabara Oscar anamwambia Jennifer nifate. Nikufuate wapi? Akamchukua akatoka nje. Subiri, tatizo nini? Tunaenda wapi? Je, unaniamini? Hilo sio jibu. Sijawahi kutoroka shule. Usijali, hatutoroki shule. Una uhakika? Sitaki kukamatwa. Na uwezi. Akampa mkono. Basi wakashikana na kuondoka. Wakaja kwenye michezo, msimamizi anasema siwezi kuwaruhusu muende na huo mtungi wa oxygen. Oscar akambembeleza mchizi lakini wapi, akagoma. Anasema yeye uache tu hapa nitamwangalizia. Jennifer akakubali akasema naweza kukaa bila mtungi kwa kama dakika 10. Basi akauvua akamkabidhi. Baadaye wanaonekana kwenye zile bembea za electronic wakipata fan. Oscar, hii kitu inapendeza. Kweli inapendeza. Asante kwa kunileta hapa. Nafurahia sana, nimepapenda. Na mimi pia nakupenda. Mara Jennifer akapaliwa akaanza kukohoa. Jennifer, nataka mtungi wangu wa oxygen. Oscar akaukimbilia. Anafika kwa yule msimamizi amuone. Akaanza kuita Peter. Akaingia mpaka kwenye kibanda chake. Peter hayupo. Akaisi kuchanganyikiwa. Baada ya kumkosa ikabidi tuaje amchukue Jennifer. Mtungi wangu uko wapi? Anema juu juu. Oscar akambeba na kuondoka naye. Oscar anaonekana hospitali. Mara mama anafika. Binti yangu yuko wapi? Yupo kwenye chumba cha dharura. Daktari akatoka za jioni. Mama anasema afadhali. Daktari anasema Jennifer ameamka. Mimi ni mama yake, naweza kumuona? Ndio. Daktari, mimi je? Hapana, ni familia tu ndio wanaruhusiwa kumuona. Basi wakaingia ndani. Alivyorudi nyumbani, baba akaanza kulalamika. Yana ukutosheka ulivyomgonga na gari. Sasa hivi unataka kumuua kabisa. Nini? Kwa hiyo ukumbuki mama yako na mimi tulimwagika pesa nyingi kuifuta ile ajali. Oscar anashangaa. Ukumbuki ule usiku uliopata ajali? Nakumbuka lakini sikumbuki nikimgonga mtu. Fikiria vizuri. Hii haiwezekani. Ndio tunaoneshwa usiku wa tukio. Oscar anaongea na mama yake. Mama anasema namwacha babako na niende Uingereza. Kwa hiyo narudi lini? Oscar, nikiondoka sirudi. Kwani hamwezi kuyajenga? Siwezi kuendelea na babako. Mama, ukimwacha baba utakuwa umeniacha na mimi. Mama bado akagoma. Oscar akaingia kwenye pati ya wanafunzi na mkuta demu wake Princess yupo na mwamba mwingine. Akisema Oscar, nipone kwa muda tu. Wetu enjoy. Hilo tukio likamchanganya mara mbili. Muda huo Jennifer na Tochi wanatoka. Jennifer akampamia Oscar. Kuwa makini. Jennifer akamsonya. Baadaye Oscar anampigia mama yake simu akiwa tungi. Anaendesha gari kwa spidi. Anamwambia mama, nipo njiani nakuja sasa hivi. Tafadhali usiondoke, nisubiri kwanza nifike. Mara ajali ikatokea. Oscar akiwa shuleni, Jennifer anakuja. Mambo Oscar? Akakaa pembeni yake. Asante. Babako kanilipia pesa hospitali na kalipia pesa za surgery ya mapafu yangu. Nakupenda. Sina muda wa mapenzi tena. Nataka ni focus kwenye masomo. Kwa hiyo unaniacha? Jennifer, tukua kwenye mahusiano. Kisha akasepa. Wakiwa ndani ya maabara, Jennifer anamsemesha Oscar, lakini Oscar akabadilika. Kwa mtu tofauti kabisa, sio kama mwanzo. Wote tunajua kwa nini Oscar akabadilika. Ni kwa sababu amejua yeye ndiye aliyemgonga na gari Jennifer na kumsababishia huo ugonjwa wa mapafu. Muda wa kuondoka kwenda nyumbani, Oscar anaondoka na Princess na sio Jennifer tena. Jennifer anafika, anabaki kuangalia tu. Anabakia kuumia tu moyoni, hana cha kufanya. Baada ya kurudi nyumbani akiwa chumbani kwake, Jennifer anajisemea moyoni, kila siku nahisi moyo wangu unazidi kuvunjika. Sijui kwa nini nashindwa kumtoa kichwani na moyoni mwangu. Anaigiza kama hajawahi kuniona. Kwa hiyo mambo mengi tuliyofanya pamoja ni sawa na bure. Asubuhi mama akiwa anapata breakfast, Jennifer anakuja na kumsalimia. Kisha akakaa chini. Mama anamuuliza, mbona hujavaa nguo za shule? Sitaki kwenda kwenye ile shule tena. Niletee mwalimu anifundishe tu nyumbani. Mama akakubali. Kisha akasema wamempata mtu kutoka nje za nje ambaye amekubali kumtolea Jennifer mapafu. Shuleni ndani ya maabara wanafunzi wapo busy wanaendelea na practical zao. Oscar anashangaa kwa nini hamuoni Jennifer. Akawa anaangaza labda anakuja lakini wapi. Oya, niambie, hivi umemuona Jennifer leo? Mchizi anasema nimesikia ameacha kuja shule. Nini? Nilijua unajua. Oscar akabaa akatoka na nje. Jennifer akiwa nyumbani, mlango unagongwa. Akasogea na kufungua. Mara akaufunga. Oscar akazama ndani. Unataka nini? Nimekuja tuongee. Sasa hivi unanijali wakati ulinitenga wiki nzima. Hivi unajua ugumu ninaopitia kukaa mbali na wewe? Mimi ni mtu mbaya. Oscar, kwa nini unasema hivyo? Ile anaondoka, Jennifer akamvuta na kumpiga busu. Oscar akamtoa kisha akasepa. Oscar baada ya kurudi nyumbani kakaa kwenye sofa na mawazo balaa. Anakumbuka mzee wake alivyomwambia kuwa haikutosha ulivyomgonga na gari. Sasa hivi unataka kummaliza kabisa. Haya maneno yanarejea kichwani kwake na mchanganya kabisa. Upande wa pili Jennifer yupo chumbani kwake anaandika. Naye pia anakumbuka jinsi Oscar alivyomwambia kuwa sasa hivi nataka
nataka ni focus kwenye masomo yangu, sina muda wa mapenzi tena na wewe. Mchizi naye bado amekaa, maneno ya mzee wake bado yanazunguka tu kichwani kwake. Mzee akisema kwa ni kweli ukumbuke kilichotokea ule usiku, uliwagonga wale mabinti, tena ni vyema ukenee mbali. Jennifer naye bado tu anamwaza mshikaji wake Oscar, akikumbuka jinsi alivyomuuliza je, unaniacha? Oscar akamjibu kuwa atakuwa kwenye mahusiano, anahisi kama mwili wake wote umepata ganzi. Mzee akamfuata Oscar, wakaanza kubishana kuhusu Oscar kuendelea kuwa karibu na Jennifer. Unajua ni gharama gani tuliotumia kuifuta ile ajali? Muda huo Jennifer naye anafika, akasikia kila kitu. Oscar ndio kushtuka. Jennifer mpaka chozi likamtoka, akajikongoja na kuondoka. Akafika nyumbani, akaingia chumbani kwake, akawa analia, amini, inawezekanaje mtu aliyenigonga na gari na kunifanya nipate ugonjwa ni Oscar? Lia sana mpaka akatoa milija ya mtungi wa oxygen, akone inamzingua. Alilia sana, unaambiwa. Usiku Oscar akaja kuona Jennifer. Unataka nini? Jennifer, usinishike tena, wewe ndio ulinifanyia hivi mimi, ilikuwa sio nia yangu kukuumiza. Kwanza sikujua. Haya, ulijua lini? Ni wiki chache tu, ndio maana nilikuwa najitenga, sikulijua ili tulipoanza mahusiano yetu. Wewe ni shetani, sikutaki tena na kuchukia. Kisha akasepa. Leo Tochi akaja nyumbani na kumwomba Jennifer msamaha. Nisamehe kwa nilivyokuwa na kutenga, sikutaka tu kuingia kwenye matatizo na nilihisi mimi ndio chanzo cha kila kitu. Ama sio kosa lako, ni Oscar. Nini? Ndio, alikuwa anaendesha gari amelewa ule usiku, ndio akatugonga. Basi wakakumbatiana pale. Usiku inasikika sauti ya Oscar akiongea na Jennifer kwenye simu, akisema Jennifer, nisamehe kwa kila kitu, kwa kukuumiza na kuuvunja urafiki wenu na Tochi. Natamani ningekuwa na uwezo nizirudishe siku nyuma. Baba yangu ananipeleka Uingereza kwa mama yangu. Nilikuwa naomba la kukutana na wewe kabla sijaondoka. Baada huo usiku wakakutana. Ulichonifanyia kinaniumiza sana Oscar. Sijui kama nitaweza kukusamehe. Oscar anasema tafadhali usinichukie. Nilikuwa sijui. Hata hivyo unaondoka. Basi sitaondoka, nitafanya chochote kwa ajili yako. Nikiondoka ni kama naacha sehemu ya moyo wangu nyuma. Basi usiondoke. Wakakumbatiana pale. Leo ndani ya maabara watu wanampigia makofi Oscar na kuvalishwa medali. Yeye na Jennifer wameshinda shindano la project bora kati ya timu 3 bora. Hongera sana, naangalia mbele kufanya kazi na wewe pamoja na mwenzako. Hivi anaitwa nani tena? Anaitwa Jennifer. Oh Jennifer, basi vizuri. Hongereni sana. Asante. Jennifer akampigia simu Oscar na kusema, siku ya sajali yangu ni leo. Naogopa sana lakini nataka nikwambie tutaingia siku ya kwanza nimekuona. Nilijua tu nipo kwenye matatizo kwa sababu nilikupenda. Mapenzi yangu kwako hayana kiwango. Oscar katabasamu. Na huo ndio mwisho wa filamu yetu. Bye.